Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, na wasalimu katika jina la Bwana. Ndugu zangu, leo nitafundisha juu ya nyumba ya Mungu. Nyumba ya Mungu ni wewe, mwanadamu. Mwili wako ni nyumba yake Mungu. Ndugu zangu, inatupasa kumuomba Mungu ili kupata kufahamu ndani ya nyumba ya Mungu ambayo ni miili yetu kuna nini. Basi ndugu zangu, ningependa tusome katika kitabu cha Marko 1 ile sura ya 23 mpaka 28. Nayo inasema, na mara palikuwa ndani ya sinagogi lao mtu mwenye pepo mchafu, akapaza sauti akisema, tuna nini nawe Yesu wa Nazareti? Je, umekuja kutuangamiza? Na kutambua nani mtakatifu wa Mungu. Yesu akamkemea akisema, fumba kinywa umtoke. Yule pepo mchafu akamtia kifafa, akalia kwa sauti kuu, akamtoka. Wakashangaa wote, hata wakaulizana wakisema, nini hii? Ni elimu mpya, maana kwa uweza awaamuru hata pepo wachafu, nao wamtii. Habari zake zikaenea mara kote katika nchi zote kando kando ya Galilaya. Ndugu zangu, tunaona hapa kwamba Bwana yetu Yesu Kristo aliingia katika sinagogi, katika nyumba ya Mungu, akifundisha na kuhubiri. Lakini katika hiyo nyumba kulikuwa na mtu alikuwa na pepo wachafu. Na hao pepo wachafu, baada ya Bwana yetu Yesu Kristo kuzungumza na kuhubiri, pepo wachafu walipiga kelele, na Bwana wetu Yesu Kristo aliwakemea hao pepo wachafu na kuwaondoa. Basi ndugu zangu, leo hii katika mwili wako, katika nyumba ya Mungu, leo hii huenda yamkini umempokea Yesu Kristo, lakini unaona mambo yako, mipango yako, mambo unayotarajia kuyafanya katika maisha, uoni mwanga, uoni tumaini, unaona giza. Giza limetanda katika maisha yako. Basi ndugu zangu, leo hii unapaswa kujua, unapaswa kutambua, unapaswa kumwambia Bwana wetu Yesu Kristo ya kwamba ndani ya mwili wangu kuna nini? Kuna jambo gani nisilolijua ambalo liko katika mwili wangu? Kuna giza kiasi gani ambalo lipo katika mwili wangu? Maana katika mwili wako ni nyumba ya Mungu. Lakini kuwa nyumba ya Mungu ina maana akuzuii pia yule mwovu, lile giza kuja na kuingia katika mwili wetu. Kwa ndugu zangu, ninawasihi sana katika jina la Yesu Kristo, muweze kuomba ufahamu juu ya miili yenu, juu ya miili yetu sote, kwamba ndani ya mwili wangu, ndani ya moyo wangu kuna nini? Kuna kitu gani? Kuna roho ipi? Ili kuweza kuisafisha nyumba ya Mungu. Maana ile nyumba yake Mungu ni miili yetu. Mungu anaketi katika mioyo yetu. Basi ikiwa Mungu ni mwaminifu, nasi tumemwomba, atatujulisha ikiwa pepo hao wachafu wamepata kuingia katika miili yetu. Basi katika jina la Yesu Kristo na kwa imani tuwakemee katika jina la Yesu Kristo, wakapate kutoka
katika miili yetu, ili yule Bwana wetu Yesu Kristo akapate kutawala mioyo yetu na fikira zetu kikamilifu. Ndugu zangu, kila mmoja atazame na kuuliza mbele za Mungu, nini kipo ndani ya moyo wake? Nini kinaishi ndani ya mwili wake? Na Mungu aliye mbinguni ni mwaminifu, naye atatujulisha sote. Ninaomba na kushukuru ndugu zangu. Bwana Mungu awatie nguvu, awaangazie ndani ya miili yenu ni roho za namna gani, ni vifungo vya namna gani vipo ndani ya mioyo yenu. Bwana Mungu awatie nguvu kwa neno hili. Asanteni.